Wakati niko first year bwana. Wakati huo nimesoma ikajitokeza carryover. Nikasema sasa hii keli inanipa matumaini bado miaka miwili mbele. Nikasema miaka miwili nitachomoa. Nikajipa moyo, nimefika mwaka wa pili nikasoma, alafu nikaona tena nimezingua. Nikasema nitajipa moyo mwakani lazima, ambao ndio mwaka wa mwisho wa 3. Mwaka wa 3 nimefika nikaona mambo yakawa magumu zaidi. Nikasema sasa hapa nini nifanye? Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa The Campus Life, kipindi ambacho kinakupa mastori ya wanachuo, changamoto wanazozipitia na namna gani wanaweza wakazisolve hizo changamoto zao. Langu jina ni Betha Nyoni na leo hii nipo na dada mrembo mashuhuri kama tunavyoona na tabasamu lake fulani amazing, ambaye tutapiga naye story 2-3 kuhusiana na maisha ya chuo, changamoto ambazo wamewahi kuzipitia na namna mbalimbali. Mgeni wangu siku ya leo anaitwa dada Mariam au tunaweza tukamuita kama Mariam. Kiufupi ataweza kujielezea yeye mwenyewe ni nani, anasoma kozi gani na ni yupo mwaka wa ngapi hapa chuoni. Kwa majina anaitwa Mariam Kazinza, unaweza kuniita Kazinza au Mariamu vyovyote vile. Nipo hapa chuoni nasoma kozi ya Bachelor of Arts with Education, kwa ufupi ni BAED. BAED. Kwa nipo hapa chuoni sasa ni mwaka wa 5. Mwaka wa 5. Yupo chuoni kwa muda wa miaka 5. Hebu fikiria kwa makini, chuoni tunajua tunasoma mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3. Chuoni mwaka wa 5, unaweza kutuambia upo chuoni kwa miaka 5 kwa namna vipi? Hapa chuoni ya miaka 5 bwana imegawanyika katika vipengele mbalimbali. Miaka 3 ile ya kozi kama kozi ile Bachelor of Arts with Education. Lakini kuna hii mingine miwili sasa, ambao sasa yani mwanafunzi kwa hivyo yani mzembe kidogo hivyo unajikuta unadumbukia 5. Mwanafunzi ukiwa mzembe kidogo hivyo unajikuta umedumbukia kwa miaka 5. Basi mimi naomba leo dada Mariam ndani ya The Campus Life upate kutuelezea kwa ufupi ni kitu gani hasa kilikukuta mpaka ukajikuta unasoma kozi yako ambayo ulitakiwa utimize, umalize. Graduation yako ulitakiwa kutimiza mwaka gani? 2024. 2024 mpaka sasa hivi 2026. Okay, kwa hiyo naomba utupatie kidogo kwa ufupi story yako fupi. Ni kitu gani hasa kilikufanya sasa mpaka ukasogea miaka yote hii na usifanye graduation? Kitu cha kwanza wakati niko first year bwana. Wakati huo nimesoma ikajitokeza carryover. Nikasema sasa hii keli inanipa matumaini bado miaka miwili mbele. Nikasema miaka miwili nitachomoa. Nikajipa moyo, nimefika mwaka wa pili nikasoma, alafu nikaona tena nimezingua. Nikasema nitajipa moyo mwakani lazima, ambao ndio mwaka wa mwisho wa 3. Mwaka wa 3 nimefika nikaona mambo yakawa magumu zaidi. Nikasema sasa hapa nini nifanye? Nikasema basi wacha nitulie. Wanangu wakawa wananicheki. Mariam, tunaenda kuvaa joho, kurusha kofia nini? Nikamwambia jamani, majukumu ni mengi, majukumu ya hapa na pale. Kwa hiyo sikutaka wajue yani kiundani zaidi. Kumbe nani kulikuwa na carryover. Dada Mariam, umetuambia kwamba kwa ndani ya ulipata carryover ukiwa mwaka wa kwanza. Sasa hivyo mwaka wa kwanza mapema sana ukapata carryover ambayo ilikupeleka mpaka sasa hivi unaingia mwaka wa 5. Hivi unaweza kutupatia experience yako fupi vile ambavyo ulihisi mara baada ya kuona wenzako wamegraduate wanavaa joho, alafu wewe bado kuna kitu kimekushikilia? Kwa kweli nilijisikia vibaya. Maana ilinipelekea mpaka ile namba yangu ya WhatsApp ambayo nilikuwa nayo ku view status nini nikaiacha. Nikabadilisha kwa sababu nilikuwa naumia. Si unajua ile fursa ya kurusha kile kikofia kuna raha yake, ile gauni nyeusi ile ya chuoni yani mambo kama yale. Kwa hiyo ikanifanya kabisa nikapoteza kwanza mawasiliano kwa muda. Halafu sasa hizi huu mwaka wa 5 ndio kidogo naanza kuwatafuta. Okay. Unatuambia kwamba umeingia mtaani. Tunajua kwamba ulimaliza ni somo moja. Ni somo moja limekurudisha. Mwana Campus Life angependa kujua vipi maisha mtaani, mambo ya kazi, umeona? Na wakati huo bado ulikuwa hujapokea cheti. Je, kuna kazi ambazo zimekufanya umekosa kupitia na kukosa cheti na kurudi chuo, au ni changamoto gani umezikuta mtaani mpaka ikakufanya urudi kutafuta kuendeleza somo lako? Changamoto moja hapo naweza nikasema changamoto kwenye upande wa kazi. Unajua unaenda kazini unakutana na bosi anakuambia tunaomba cheti. Hauna cheti, unajaribu kujitetea anakuambia nenda kwanza. Alafu ukishasoma utaleta matokeo. Kwa sasa ile ikanipa tu moyo nikasema wacha tu
nikamalizie mwaka wa 5. Japokuwa yani unajisikia vibaya Si unaona wenzetu ambao tuliwaacha akiwa first year unamtia moyo soma. Sasa hivi namkuta yuko mwaka wa 3. Mwaka wa 3 yani inapana hiyo mwaka huu. Ni jambo ambalo linashangaza sana, na ambapo sasa wewe mwana campus life unaweza ukajiuliza na wewe kwa upande wako, ukiwa wewe ni mwaka wa kwanza. Tunaona dada Mariam mwaka wa kwanza akapata carryover ambayo imemsogeza mpaka ameingia mwaka 2026. Alitakiwa kumaliza 2024. Ambapo sasa mwana campus life unapaswa kujifunza kidogo kwamba ni kitu gani hasa unapaswa kufocus nacho ukifika chuoni. Dada Mariam, kwa ufupi unaweza kumwambia mwanachuo ambaye anasema kwamba chuo bata, labda somo moja akikeri akibeba somo anasema kwamba nikibeba ile halina shida, mwakani tu nitamaliza. Vipi maoni yako kuhusiana na wenye perception kama hizo? Kwa kweli kwa maoni yangu, yule mtu kwanza anatakiwa asome kwa bidii. Maana kubeba mzigo wa somo yani ni kama adhabu kubwa kwangu. Halafu inakupotezea kabisa amani ya moyo. Halafu kwa chuoni yani ukipata muda wa kusoma wewe soma sana, kula sana, sali sana, lala sana. Kula sana, sali sana, lala sana. Haya ni maoni ya Mariam Kazinza. Langu jina ni Betha Nyoni na hii The Campus Life. Naamini mpenzi mtazamaji wa The Campus Life utakuwa umejifunza mengi zaidi, na natumaini pia utakuwa makini katika yale ambayo unayasoma. Carryover sio sifa. Carryover au unasemaje? Carryover ni mzigo, tena jiwe ambalo unalibeba kabisa, jiwe zito ambalo halibebeki. Umeona, carryover sio sifa. Naomba chukua muda wako, tenga muda wako kujisomea, fuata ratiba za chuo, jaribu kutenga muda wako kusali kama alivyosema dada Mariam, na mambo mengine yake sawa. Langu jina ni Betha Nyoni. Karibu tena kwenye kipindi kijacho. Asante.